msiyasahau matendo ya Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Msifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu alishawahi kukutendea nini? Msifu Yesu Kristo. Leo ni kipindi cha maswali na majibu bungeni. Mungu alishawahi kukutendea nini? Nani? Dennis, nisaidie mic. Kwa yoyote karibu. Leo tuko darasani kidogo. Nasemaga wao kanisani hakunaga sijui kusimama kujibu swali, sasa leo imefika. Mungu alishawahi kukutendea nini? Anza na wewe mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Mungu amenisaidia mengi. Cha kwanza pumzi na uhai. Cha pili shule, elimu ya msingi, degree, masters. Na hadi sasa naendelea na elimu yangu ya kazi. Asante. Joseph. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Ni Mungu akanitendea uhai kwa udogo wangu sasa hivi. Pia namshukuru Mungu kwa hilo. Na sinaweza kumshukuru zaidi ya uhai na neema anayonijalia katika maisha yangu. Msifu Yesu Kristo. Amen. Skola, Mungu alishawahi kutendea nini? Mtuambie. Tuambie. Wekwa na amani kabisa. Sema lolote linalokuja moyoni mwako. Amekupa uhai. Matthew, naona huko kuna tafakari sana. Mungu alishawahi kukutendea nini maishani? Tumsifu Yesu. Milele amen. Kweli Mungu ametendea mengi sana. Kwanza uhai. Cha pili kunipa wazazi bora. Asante. Mpatie maiki Mama Ana Kapinga. Msifu Yesu Kristo. Milele amen. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu amenitendea mengi ambayo nashindwa kabisa. Jambo la kwanza, amemponya mwanangu alipopata ajali. Watu walitangaza kwamba amekufa na kweli kufa alipopata ajali, kana mwingine akashindwa, lakini Mungu akamwinua. Pili, mimi mwenyewe akanikuta. Mungu amenitendea mengi sana, ambaye ameniponya magonjwa ambayo watu walitangaza kama kapinga na magonjwa haya, lakini Mungu akasema hapana, awacheka wale wote waliokuwa wanitangaza mpaka leo hivi naishi. Pia namshukuru Mungu kwa maradhi aliyonipa ya macho. Sikuwa hivi, lakini nasema yote haya ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Msifu Yesu Kristo. Leo tafakari nimependa nijenge katika kitikizano ambacho kimetoka katika Zaburi ya 78. Tukiwa tunautafakari msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kutukuka kwa msalaba, kwamba
kwa nini kanisa katika ulazima wake na umuhimu wake huchagua tarehe ya 14 Septemba kila mwaka kuadhimisha sherehe ya kutukuka kwa msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, waraka wa kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa 22 mpaka kwenda 25, Paulo anaelezea mambo mengi kuhusu msalaba wa Kristo. Anasema Wayunani wanatafuta maarifa, Wayahudi wana sheria, lakini sisi tunaomwamini Kristo tuna msalaba. Msalaba kwetu ni nguvu, msalaba kwetu ni ukombozi. Na zaidi ya yote anaendelea mbali na kusema msalaba wa Kristo ni upumbavu kwa wale wanaopotea. Na ukisoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia mstari wa 6, sura ya 6 mstari wa 14, Paulo yeye mwenyewe anasema, kama kuna kitu nitajivunia ni msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao dunia imesulubishwa kwangu, nami nimesulubishwa kwa ulimwengu. Msalaba katika desturi ya Wayahudi wakiwa chini ya utawala wa Kirumi, msalaba ilikuwa ni moja kati ya adhabu kubwa ambazo aliweza kupewa mtu, hasa ikiendana na sababu au makosa ya kihaini. Adhabu hii ilikuwa ni kubwa, ambayo ilikuwa ni ya aibu, lakini zaidi ya yote ilidhalilisha utu wa mwanadamu. Ni katika adhabu hii Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yeye katika mpango wake wa kuja kuwakomboa wanadamu, sema yeye ni mfalme wa Wayahudi, kwa sababu yeye ndiye mfalme wa maisha yetu. Aliposemeka kwamba ni mfalme, akakutana na habari ya kifo cha msalaba. Mwanadamu alifikiria anamwaibisha Mwenyezi Mungu, lakini kumbe Mwenyezi Mungu alikuwa katika mpango wa kumheshimisha, wa kumthamanisha mwanadamu dhidi ya utumwa wa dhambi. Yesu Kristo anaupokea msalaba, anauishi msalaba, anateswa juu ya msalaba akiwa na lengo la kumpa thamani mwanadamu. Kwa nini nimeamua tutafakari hiki tikizano, msiyasahau matendo ya Mungu? Nasikia watu wanamshukuru Mungu kwa sababu ya uhai, kwa sababu ya kuponywa, kwa sababu ya mafanikio tofauti walioyapata katika maisha yao. Uhalisia huu wa matendo makuu ya Mungu unadhihirika tangu uumbaji, pale Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Matendo makuu ya Mungu yanaanza kudhihirika katika maisha ya mwanadamu. Wewe, mimi, kwa kuumbwa kwetu ni matendo makuu ya Mungu, na hayo tunatakiwa tuyakumbuke. Msiyasahau matendo makuu ya Mungu. Tendo la kwanza ni kuumbwa. Unatambua kwamba wewe ni kiumbe wa Mungu. Unaishi kana kwamba wewe ni kiumbe wa Mungu. Matendo hayo makuu ya Mungu yamedhihirika hata baada ya mwanadamu kutenda dhambi. Mwenyezi Mungu anamtuma Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anafanyika kwetu mkombozi kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Na zaidi ya yote, kwa njia ya msalaba wa Kristo, Mwenyezi Mungu anaturudishia hadhi, matendo makuu ya Mungu.
Katika somo la kwanza tumesikia habari za wana wa Israeli tukisomewa katika kitabu kimojawapo cha vitabu vya Musa, vitabu vya sheria, kitabu cha Hesabu. Wana wa Israeli wakiwa utumwani Misri walimlilia Mungu, na Mungu kwa kusikiliza kilio chao akamtuma Musa aende akawakomboe. Hawa wana wa Israeli waliishi katika matendo makuu ya Mungu. Hawa wana wa Israeli walineemeshwa na matendo makuu ya Mungu. Mwenyezi Mungu kabla hajawatoa Misri alituma magonjwa kwa Farao ambaye alikuwa hataki kuwaachia. Mwenyezi Mungu wakati anaangamiza uzao wa kwanza wa mwanadamu na hata wa wanyama, Mwenyezi Mungu akafanya matendo makuu, akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, kila nyumba, kila familia watoe mwana kondoo na damu yao waipake katika miimo ya nyumba zao, nami nikipita katika kuangamiza uzao wa wana wa Misri sitagusa nyumba za Wayahudi. Kwa neno la Mungu wana wa Israeli wakaona matendo makuu ya Mungu, hawakuguswa na kadhia ile. Lakini kama haitoshi, wana wa Israeli wakayaona matendo makuu ya Mungu baada ya wakiwa na hofu ya Farao kuwakaribia, wakiwa katika bahari ya Shamu. Mwenyezi Mungu anamwamuru Musa, nyosha fimbo yako na uguse bahari, nayo ikaachia njia. Wana wa Israeli wakapita salama na wakaepukana na jeshi la Farao. Ni matendo makuu ya Mungu. Lakini tunakutana na wana wa Israeli ambao wako jangwani, wanamlilia Mungu, hatuna chakula. Mwenyezi Mungu anashusha mana, Mwenyezi Mungu anawapa maji. Ni matendo makuu ya Mungu. Lakini leo tunakutana na wana wa Israeli wamechoka kufaidi matendo makuu ya Mungu, wamekinai matendo makuu ya Mungu. Ukinaifu wa matendo makuu ya Mungu, manunguniko ni katika maandiko matakatifu yanatumika kupingana na mapenzi ya Mungu. Nikikuuliza Mama Kapinga, kwa yote aliyokutendea Mungu, nikikuuliza Matthew, nikikuuliza Deus, nikikuuliza Jose, nikikuuliza Skola, kwa matendo makuu ya Mungu aliyokutendea, ni kwa mara ngapi umeyasahau matendo makuu ya Mungu na ukaanza kunung'unika? Somo la kwanza linatupa utofauti wa msalaba wa Mungu na msalaba wa mwanadamu. Msalaba wa mwanadamu unaanza pale anapoyasahau matendo makuu ya Mungu katika maisha yake. Na ndo katika huo msalaba kuna mateso, na ndo katika huo msalaba kuna maumivu, na ndo katika huo msalaba kuna kukata tamaa. Mzaburi anapotuambia msiyasahau matendo makuu ya Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo katika kuteswa kwake, katika kukataliwa kwake, katika kupata changamoto kwake, hakusahau mpango aliokuja kuufanya hapa duniani, kumkomboa mwanadamu. Na yeye mwenyewe anaendelea mbali na kusema, chakula changu mimi ni kufanya mapenzi ya Baba yangu aliyenipeleka. Wana wa Israeli leo wanasema tumekinai chakula hiki. Katika maisha yetu tunayo misalaba, na katika misalaba hiyo tunaishi katika falsafa ambayo katika kuishi misalaba yetu tunajiaminisha kwamba misalaba sio sehemu ya maisha yetu.
Sisi katika kuamini tunaamini kwa maarifa na si kwa mioyo yetu. Mwenyezi Mungu, tunapoweka imani yetu katika mioyo yetu, moyo hausahau, akili imeumbiwa kusahau. Tunakumbushwa leo, msiyasahau matendo makuu ya Mungu, kwa sababu katika kuyatazama, katika kuyaishi matendo makuu ya Mungu, tunayaishi kwa akili zetu na roho zetu zinabaki zimefilisika na matendo makuu ya Mungu. Ndio maana leo Mungu amekupa uhai, kesho ukipata njaa utamtukana Mungu kwa kukosa njaa, lakini bado unaishi katika matendo makuu ya Mungu ya wewe kuwa hai katika kuwa na njaa. Utamtazama Mungu katika yale ambayo yanafurahisha akili yako, lakini katika kutafuta furaha za akili zetu, wengi tunaishi katika misalaba ya kibinadamu ambayo wakati mwingine inatupeleka mbali. Hatutaki msalaba wa Mungu, hatutaki kujifunza kwa msalaba wa Kristo. Msalaba, anasema Paulo, ni ishara ya ukombozi. Yesu Kristo katika somo la Injili anamwambia Nikodemo. Nikodemo akiwa na maswali mengi kuhusu imani, anamuuliza, yawezekanaje mtu kwenda mbinguni? Yawezekanaje mtu kuzaliwa mara ya pili? Somo la leo la Injili linatuletea nafasi ambayo Nikodemo, ambaye alikuwa ni mmoja wa Mafarisayo, anaenda kwa siri, anaenda kumuuliza Mungu maana ya kuzaliwa mara ya pili. Yesu Kristo anamwambia hauna budi kubatizwa. Mimi na wewe tumebatizwa. Ubatizo unatuzamisha katika maisha ya Mungu, unatuzamisha katika matendo ya Mungu. Na ni katika ubatizo wetu hatupaswi kuyasahau matendo makuu ya Mungu. Yesu anamwambia Nikodemo, sharti mwana wa Adamu ainuliwe, na kisha ainuliwa mwanadamu anakuwa na usalama. Na anatoa mfano wa somo la leo, kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa katika maisha yetu. Kilichotendeka katika somo la leo la kwanza, utimilifu wake unapatikana katika msalaba wa Kristo. Wakati nikitafakari masomo ya leo, nikawa nimepata mang'amuzi kusema mateso mengi au maumivu yanayomtesa mwanadamu aliye mbali na Mungu, suluhisho lake ni Mungu aliye karibu yake. Mara nyingi tunaishi katika misalaba ambayo tunaiishi si kwa sababu Mungu yuko kati yetu, ni kwa sababu aidha Mungu tumeenda mbali na Mungu, au maisha yetu hayamuinui Mungu aliye chanzo cha matendo makuu katika maisha yetu. Ukigusa katika msalaba wa mwanadamu, mawili yatakuwa ni uhakika: aidha nimeenda mbali na Mungu katika matendo yake makuu, au sijamuinua Mungu, sijamuheshimisha Mungu katika maisha yangu. Wanadamu tunaishi katika misalaba yetu pale ambapo tunashindwa kukaa karibu na Mungu au kumuinua Mungu katika maisha yetu. Wana wa Israeli wamelishwa, wamevushwa, wameokolewa na kadhia mbalimbali, lakini leo katikati ya chakula wanashindwa kumuinua Mungu. Wanakutana na dhoruba
ya kung'atwa na nyoka. Narudi pale aliposema baba askofu mkuu wa Mwanza Renatus Nkwando, anasema wakati mwingine Mungu humruhusu shetani awajaribu au awatumie watu ambao wako radhi kutumiwa na yeye. Mwenyezi Mungu ni ngao yetu, Mwenyezi Mungu ni tumaini letu, Mwenyezi Mungu ni faraja yetu. Msalaba wa Kristo siku hizi nakuja misalaba ya aina mbalimbali. Naenda kwenye dhehebu ambalo ni dhehebu la Kikristo lakini halina utimilifu wa msalaba. Ni Mungu ndiye anaupa hadhi msalaba wa kibinadamu. Kanisa Katoliki, msalaba una utimilifu huo, yote yaliyotukia mnamo karne kama mwaka 300, zaidi ya kuwa tendo la kihistoria, sio tendo la kufikirika. Uhalisia wake upo kwamba alitokea mtu mmoja anaitwa Yesu Kristo, aliteswa, akafa, akazikwa na akafufuka siku ya tatu. Ni kihistoria. Wanasema ni uthibitisho ambao upo. Kanisa linavyochukua haya ambayo katika uhalisia umetukia, sio kwa sababu ya kuabudu, ni kwa sababu ya kuheshimu kwamba hili tendo limetukia, ni tendo la kiroho, limetukia katika uhalisia wetu, tunalileta katika maisha yetu. Katika msalaba wangu niendelee kumtazama huyu ambaye ameshinda msalaba. Nakuja msalaba, nimenunua cheni ina alama ya msalaba, hamna picha ya Yesu msulubiwa. Padri nibarikie. Hatubariki mapambo. Na kina mama tuko na hizo nyingi sana. Kwa sababu tu umeona ni msalaba, naomba unibarikie. Haipo hivyo. Msalaba wetu unakamilishwa na tendo la Kristo mwenyewe kuangikwa msalabani. Na pale juu pameandikwa maneno INRI, ni maneno yana lugha kama 4 au 3: Kiyahudi, Kiebrania, Kiyunani, Kigiriki na Kiaramaiki. Yanasema nini? Yesu Kristo mfalme wa Wayahudi. Unakuta msalaba usijui na kadude gani hapo kamewekwa juu, unanunua. Na Monica, ukiwa unaenda Kariakoo, angalia yale maneno yaonekane. Tuko tunavaa rozari lakini haina utimilifu wa msalaba wa Kristo katika uhalisia wake. Hili ni tendo la kihistoria. Kanisa linapochukua mapokeo halibakishi kitu kwa ajili ya kumtafakarisha mwanadamu matendo makuu ya Mungu. Yesu Kristo anapokuja kutukumbusha kwamba hatuna budi kuzaliwa mara ya pili katika ubatizo. Ubatizo unafanya kazi gani? Sio kwa ubatizo ule wa mto Yordani, ni kwa ubatizo wa maji yaliyobubujika katika ubavu wa kuume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Huko ndiko mwanzo wa sakramenti. Msalaba unakuwa ni mwanzo wa sakramenti. Ina maana tunapobatizwa katika nguvu ya maji yaliyobubujika katika ubavu wa kuume wa Bwana wetu Yesu Kristo, maana yake ubatizo ule, hatubatizwi katika maji mengi, kwa sababu katika ubavu wa Bwana wetu Yesu Kristo hakukububujika mto wa maji. Maji yanakuwa ni ishara ya kutuingiza katika maisha ya Kristo ambaye aliteswa, alisulubiwa na akafa kwa ajili yetu.
Unapobatizwa ina maana unaingizwa katika usalama wa uwepo wa Mungu. Tuko katika familia zetu tunaishi hakuna msalaba. Yesu Kristo yeye mwenyewe huu msalaba anataka uendelee kuwa ni kielelezo ambao ukibarikiwa unakuwa ni kisakramenti, kwamba katika familia ya mtu ambaye ni Mkristo Mkatoliki kuwepo kielelezo cha ukombozi wake. Katika somo la pili, Mtume Paulo akiwaambia watu wa Filipi anasema Bwana wetu Yesu Kristo hakuona kama kule kuwa Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali akaamua kuushiriki ubinadamu wetu ili atukomboe, na zaidi ya yote ametukomboa hata katika kifo cha aibu, kifo cha msalaba. Wengi wetu tunaishi misalaba yetu ya kibinadamu kwa sababu tunatindikiwa na fadhila ya unyenyekevu. Kwenye upadri wetu kuna misalaba, kwenye ndoa zetu kuna misalaba, kwenye parokia zetu kuna misalaba, kwa sababu hatuna unyenyekevu wa kimungu katika kuyaishi matendo makuu ya Mungu. Yesu Kristo kwa tendo la yeye kukubali kufa kifo cha aibu ni unyenyekevu. Tafakari msalaba unaoishi katika maisha yako. Kama hakuna kitu kinaitwa kiburi cha maisha, kama hakuna kitu kinaitwa kiburi cha ubinadamu katika msalaba ulionao, kama hakuna kitu ambacho kimekuinua na Mungu akawa chini, niko hapa. Wengi tuna misalaba kwa sababu si wanyenyekevu. Wengi tuna misalaba kwa sababu hatuna Mungu ndani mwetu. Wengi tuna misalaba kwa sababu hatuko karibu na Mwenyezi Mungu. Ukiutazama msalaba wa Kristo ukauleta nyumbani kwako kama mume, hautakosa adabu kama mume katika kuyatimiza majukumu yako ndani ya familia. Ukiuleta msalaba wa Mungu katika familia yako kama mke, msalaba ukakufundisha unyenyekevu, msalaba ukakufundisha kujisadakisha, msalaba ukakufundisha kujisahau kwa ajili ya wengine, hakuna familia mtapigana ngumi. Ukiuleta msalaba katika upadri wako hautajikweza mbele ya watu. Mara nyingi tunajikweza katika upadri wetu kwa sababu huyu aliye mwalimu wa utumishi wetu, aliye sababu ya sisi kuitika katika kuendelea kumhubiri ni mnyenyekevu, na mimi nimeitwa unyenyekevu sifuri. Lazima upadri utakuwa kwangu mzigo. Lakini ukiubeba msalaba wa Kristo hakuna kitu kitakusumbua. Mwenyezi Mungu anapotualika tuweze kutafakari kutukuka kwa msalaba katika Dominika hii ya leo, Mama Kanisa anatuita kwamba, ndugu zangu, katika kuishi maisha yenu ni kwa jinsi gani siku baada ya siku, nyakati baada ya nyakati, nafasi baada ya nafasi, uhai baada ya uhai, mnaheshimu matendo makuu ya Mungu. Mwombe Mungu Roho Mtakatifu tusiishi misalaba yetu kwa ubinadamu wetu. Tukiishi misalaba yetu pasipo Mungu, pasipo kumtazama Mungu, utaishi kuwa ni mtu ambaye hauna tabasamu, hauna furaha. Huu ni uhalisia wa maisha yetu, na ndio maana kanisa linaadhimisha hii siku. Tunaishi katika falsafa za kipuuzi ambazo tunaamini kwamba mwanadamu katika maisha yake hakuna kitu kinaitwa maumivu. Asikudanganye mtu. Kama unasali kwa sababu ya kuyakimbia maumivu, pole. Sisi wa Katoliki hatusali ili tukimbie maumivu. Maumivu ni sehemu ya maisha yetu.
Lakini faraja yetu si kubaki katika maumivu. Faraja yetu ni kushikamana na yeye aliyeumia na baadaye akayavuka maumivu. Tunaishi katika imani ambazo zinatuambia kwamba wewe haujaumbwa kuteseka, wewe umeumbwa kula raha. Huyo sio mwanadamu, huyo ni mbuzi. Maisha yetu yana misalaba, maisha yetu yana maumivu, lakini katika kuumia kwetu dira yetu ni nani? Nitapata njaa leo nikiwa ninamtazama Kristo aliyeteseka na baadaye akashinda mauti. Ninalo tumaini. Ninaishi katika maisha yangu, sikimbii kwa mganga kwa sababu ya kushindwa kwa maisha yangu au biashara zangu. Naendelea kumtazama Mungu. Wengi wetu tunateseka si kwa sababu tuna misalaba, ni kwa sababu hatumtazami Mungu. Unamtazama Mungu katika kuumia kwako. Wengi wetu tunajitazama sisi, najitazama mimi. Hauna picha, hauna dira, hauna kielelezo cha Mungu ambaye anakupa, mwambia mwanangu usiogope, nitakushika mkono kwa nguvu zangu. Yesu Kristo anamwambia Petro, ambaye baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kuamuru mitume wake akamwambia ondokeni ng'ambo ya pili, naye anakuja usiku akiwa anatembea juu ya maji. Petro anamwambia Yesu, Bwana, ikiwa ni wewe niamuru nije huko uliko. Yesu anamwambia njoo. Anaanza kutembea juu ya maji, upepo unakuja, anaogopa, baadaye anaanza kuzama. Petro anazama na Mungu anamuinua. Hatusikii neno la Petro anasema Bwana niokoe. Ndivyo hivyo Mungu ambavyo anatutazama. Katika kumfuata kwetu Mungu anaendelea kututazama, na katika kuzama kwetu Mungu anaendelea kututazama. Wengi wetu huwa tunamtazama Mungu pale mambo yanapotunyookea, na pale ambapo mambo hayanyooki hatumuoni Mungu, hatumtazami Mungu. Lakini katika hali zote, katika kumtafuta na katika kuzama kwetu, Mungu anaendelea kututazama. Wengi katika kuzama tunazama na misalaba yetu. Unaona kwamba Mungu hanioni, hauoni hata nguvu ya kumuita Mungu, lakini Mungu anakutazama. Mungu anakushika mkono, anakuinua. Usije ukayajenga maisha yako katika faraja ya wewe kuwa mwanadamu. Msalaba wako na usalama katika Mungu. Ndio maana kanisa hili siku zote linatufundisha kwamba katika kuyaishi maumivu ya maisha yetu tuendelee kumtazama Kristo, yeye aliye mshindi wa maumivu, katika tumaini la mapito ya maisha yetu kwa ajili ya kupata utakatifu. Tuombeane, tujengeke katika kuyaishi na kuyaadhimisha matendo makuu ya Mungu, ili matendo hayo makuu ya Mungu yakaulete msalaba wa Kristo ili utushindie katika mapito yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame tukiri imani yetu.